Hello guys, mambo vipi? I hope wote mko poa. So, my name is Leila and welcome to my channel. For wageni, please subscribe. Na kwa wale wenyeji, angalia video hii mpaka mwisho. Leo nataka kuwaelekeza ni kwa jinsi gani unaweza kutumia kitunguu maji kukuza nywele yako, kuifanya iwe healthy, iwe strong na isiwe inakatika, pia ijae vizuri kwenye nywele. Nitatumia recipe za kawaida kabisa ambazo zinatumika katika maisha yetu ya kila siku na ni rahisi sana kuzipata. Je, unataka kujua mchanganyo jinsi ulivyo? Twende tukaangalie video kama ile. Unatakiwa kuwa na vitunguu maji viwili, asali pamoja na mafuta ya maji. Hayo ni mafuta ya nazi ambayo nilitumia pamoja na mafuta ya hair growth oil ambao ndani yake kuna castor oil ambayo inasaidia sana katika kukuza nywele. Hiyo ni spray bottle na hicho ni kisu ambacho nitatumia. Kama hauna blender ya umeme unatumia blender hiyo kusaga vitunguu vyako. So vitunguu vyangu niliviweka kwenye bakuli kwa ajili ya kuanza kuvimenya. Yes. Guys, nitaanza kwa kuelezea umuhimu wa vitunguu kwenye nywele zetu. Vitunguu bwana vinachochea sana katika ukuaji wa nywele. Vitunguu vina sulfa. Sulfa inasaidia sana kuongeza mzunguko wa damu kwenye kichwa. Hivyo inasaidia nywele yako kukua haraka. So ukishaweka kwenye blender utapima kiasi cha maji ambacho unataka kupima kwa sababu maji hayo yanategemea na wingi wa nywele yako. Kama unataka kuihifadhi kwa muda mrefu pia unaruhusiwa, nitakuelekeza namna gani ya kuhifadhi. Baada ya kumaliza utachuja mchanganyo wako. Pia huimarisha mizizi ya nywele na kufanya nywele yako iwe nene. Yes. Baada hapo nilichukua kijiko kimoja cha mafuta ya nazi, nikachukua kijiko kimoja cha mafuta hayo ya hair growth oil ambayo ndani yake yana castor oil. Pia nikachanganya na kijiko kimoja cha asali. Baada ya hapo nikavuruga kwa pamoja, nikakoroga ili mchanganyo wangu ukolee vizuri. Then kisha nikamimina kwenye spray bottle. Baada ya kumimina humo nitaanza kuspray kwenye nywele yangu. Nitaanza kuspray kuanzia kwenye ngozi ya kichwa mpaka kwenye nywele, kisha nitamasaji kwa muda wa dakika 10. Vipenzi vyangu, mafuta ya nazi yanasaidia sana katika kukuza nywele, yanasaidia kuimarisha nywele na kuipa nywele yako unyevu kuanzia ndani. Na ile castor oil pia kazi yake ni kama hiyo, inafanya nywele yako inakuwa nene, inapambana na mba na inapunguza pia miwasho kwenye ngozi ya kichwa. So hivi vyote vikichanganywa kwa pamoja vinaleta matokeo mazuri, lakini matokeo hayo sio ya muda mfupi. Ina maana matumizi kutumia kwa muda wa miezi 3 mpaka 4 ili kupata matokeo. Kwa mtu mwenye nywele natural unaweza kutumia kwa wiki mara 2, lakini kwa mwenye nywele ya dawa kwa wiki tumia mara 1 tu. Kitunguu chenye nguvu sana, na pia kama ngozi yako ya kichwa ina vidonda, acha kabisa kutumia kwa kipindi hicho mpaka utakapopona. Pia baada ya kufanya steaming hii, paka mafuta mengi ya nywele ya maji. So hapo nilipomaliza nilianza kumasaji ngozi yangu ya kichwa. Unaweza kumasaji kwa dakika 5 mpaka 10. Taratibu kabisa ili steaming yako iweze kuingia kwenye ngozi yako ya kichwa na kwenye nywele kabisa. Baada ya hapo unaweza kuvaa kofia ili kuleta joto kidogo na kufanya steaming yako ingie vizuri kabisa. Unaweza kukaa na hiyo kofia kwa muda dakika 30 mpaka 40. Na baada ya hapo unaweza kwenda kuosha nywele yako. Hiyo steaming iliyobaki nitawaonesha ni namna gani mimi nilihifadhi. Yes. So hapo nilikuwa naosha nywele yangu na shampoo ili kuondoa harufu ya vitunguu. Baada ya kuosha nilipaka leave-in conditioner. Nilipaka leave-in conditioner ili kuongeza unyevu kwenye nywele yangu, na pia nikapaka mafuta ya nywele ili kuseal moisture. So ukitaka kutumia steaming hiyo kwa muda wa siku 5 mpaka 3, unaweza kuihifadhi kwenye friji yako, lakini usizidishe siku hizo. Ikizidi inachacha na inaharibika na inakuwa sio nzuri kutumika. Lakini pia unaweza kuihifadhi kwa njia ndefu zaidi. Unaweza kuchukua mchanganyo wako ukauweka kwenye ice tray, kisha utauweka kwenye freezer ili ugande. Na ukisha ganda, kila unapotaka kutumia utachukua kibarafu kimoja, utakiacha kipoe, kisha utatumia. Ukihifadhi hivyo inakuwa ni rahisi kwako kutokutengeneza kila siku. Mchanganyo huo unaohifadhi kwenye freezer unaweza ukadumu kwa muda wa wiki 2 mpaka 3. Kwa hiyo ni rahisi sana vipenzi vyangu. So nilipomaliza procedure nzima mpaka kupaka mafuta, nikaanza kwa kuchana nywele yangu ili nifunge hizo flex rod. Lakini kabla ya kufunga nilispray hiyo inaitwa style mousse ili kuipa nywele yangu harufu nzuri na mawimbi na mngao mzuri pindi nitakapoifumua. Nafanya hivi kwa sababu sitaki kutumia moto. Moto ni adui mkubwa sana wa nywele zetu. Unaweza kufanya steaming yako vizuri, lakini utakapotumia moto unaenda kuharibu tena product ulioiweka inakuwa haifanyi kazi vizuri. So ndo kama hapo nimefumua nywele yangu inaonekana hivyo.
Okay my family, I hope mmeenjoy video yangu. Naombeni muendelee kunifuatilia, subscribe, washa notification ili iwe rahisi nikiposti video nyingine uweze kujua kwa haraka zaidi. Lakini ushauri ni kwamba hakikisha unapofanya hii treatment usifanye mara moja ukaacha ukategemea kupata matokeo mazuri. Lakini kingine pia, unapofanya hii procedure usitumie moto kukausha nywele zako ili kuweza kupata matokeo mazuri. Till next time, bye guys.